Hello, mambo vipi washikaji wa Director T-Rom X, ya hope mko vizuri, mko poa wazee. Nawapenda sana. Bwana, mimi nawapenda sana ndugu zangu, mnanisupport, mna share video zangu, mnaita watu kuambia jamani kuna mtu anaitwa Director T-Rom ana haki ya kusupportiwa kutokana anatoa content ambazo ni amazing sana na nyinyi mnazipenda na mnazielewa. Na mimi siwezi kuchoka, kila siku nitazidi kuwapa content za maana na kufundisha production kwa lugha nyepesi Kiswahili. Hiyo napenda sana kutumiaga Snatch. Pia na appreciate kazi zake. So kama tunaishi Bongo, lazima tu appreciate, lazima tukubaliane wenyewe kwa wenyewe. Tusipokubaliana wenyewe kwa wenyewe itakuwa so issue wala nini. So leo nimekuja kuwaletea habari moja njema sana. Hii habari nimekaa nayo kwa muda mrefu, nikasema no, huu ndio muda sahihi wa kuwapa hii habari. Miezi michache iliyopita nilikuja nikaongea kuhusu Blackmagic Pixels, nikapiga mdomo mwingi sana hapa kuwaambia. Mdomo wa kutosha, nilitangaza sana kuambia ni kama nimelipa vile na Blackmagic. Lakini sio kama nilikuwa nimelipa, nilikuwa naambia kitu ambacho ndio sahihi. Kitu ambacho ndio chenyewe. Sio, mnanielewa mazee? Bana, leo mimi nawaletea Blackmagic Pixels, lakini mara kwanza walitoa Blackmagic Pixels, ila hii inaitwa Blackmagic Pixels Pro. Ina rekodi 12K. Mazee, hii kamera ni moja kati ya kamera bora sana. One of the best cinema camera on the market right now. Ma content creator wote wa duniani wana wish kununua hii kamera kwa sababu kadhaa ambazo nitawaambia hapa, ambazo nielewe nikiwaambia. Utofauti kati ya hii Pixels hii na ile Pixels ya mara kwanza, utofauti ni mdogo sana. Yani mdogo sana mazee. Unajua ni mdogo sana. Ya mara ya kwanza ile ambayo ilitoka ina rekodi 6K. Hii iliyotoka sasa hivi ina rekodi 12K. Lakini sio 12K tu, ina rekodi, ina vitu vingi sana ambavyo viko ndani, ambavyo wewe mtu kama wewe kama mimi unapenda production, unapenda high resolution, lazima ufahamu hivi vitu. Sasa leo kwa kuwa mimi Director T-Rom niko hapa kuja kukuletea huo mchakato na kuja kukuambia bana hii kamera ina ubora gani na ina vitu gani ambavyo ni amazing sana. Cha kwanza, kitu ambacho nimependa sana kwenye hii Blackmagic Pixels, ina dynamic range kubwa. Moja kati ya kitu ambacho kinazingua sana unapokuwa una shoot video usiku au mchana, uweze kupata zile details, mwanga uwe mwingi. Sometimes kuna sehemu una shoot, kuna zile sehemu za dark zionekane vizuri. Sasa kamera inapokuwa na dynamic range kubwa, ambayo ni kama hii Blackmagic ina dynamic range ya 16 stop, ase ni bora sana, inaweza kukusaidia. Na nawapeni hii kabla hawajafanya. Netflix haja approve Blackmagic Pixels 6K, lakini 12K soon Netflix ataiapprove kutokana na features zilizopo humu ndani. Hii Blackmagic Pixels ni full frame sensor. Alafu kitu kingine ambacho nachokipenda kwenye hii kamera, yani hii kamera bana ina vitu vizuri sana. Miongoni mwa kitu ambacho kinanivutia sana kwenye Blackmagic ni uwezo wake wa kurekodi. Yani haja limit. Yani Blackmagic anakuambia tu bana, kama unataka kurekodi na kutumia SSD rekodi, kama unataka kutumia kurekodi kupitia CF type B record. Kwa hiyo kila kitu unachotaka kurekodia kwenye Blackmagic hichi ni amazing. Kwa mfano Red camera na ile Red V Raptor, ni mimi naipenda sana ile kamera. Lakini sasa ubaya wa Red V Raptor, ile kamera ina rekodi 6K, ina rekodi 8K. Yes, Red V Raptor ina rekodi 8K. Ile kamera ni nzuri sana, ila shida ni hii moja ambayo naenda kukwambia. Ina rekodi nini? 8K. Ina version nyingi, ina rekodi 8K, 6K, 4K na baadhi ya format nyingine. Ila sasa watu wanachoichukia ile Red camera au Red camera zote, ukitaka kurekodi 8K utatumia full frame sensor. Yani utatumia sensor nzima, haita crop, which ni kitu kizuri. Lakini ukisema urekodi 6K au 4K, ukisema urekodi 6K ina crop, ukirekodi 2K ina crop, ukirekodi 4K ina crop. Sijui umeelewa. Lakini kwenye Blackmagic hii 12K mzee, hakuna hicho kitu. Hakuna hicho kitu, utakisikia tu kwenye bomba. Blackmagic hii ina rekodi 12K, 8K na 4K. High crop
ina record tena kwenye open gate. Nadhani ipo siku nitakuja kuwaletea darasa nini maana ya open gate, lakini kwa leo nitakuonyesha kitu kidogo sana kuhusu open gate. Open gate ni kamera ambayo ina record the whole sensor. Yani kwa kawaida ukirekodi labda 4K, hizi kamera za Canon, Nikon, Sony zinakuwa zinajitengeneza, yani ile kampuni inakuwa imetengeneza kwamba hii kamera irekodi kwenye sensor hii kubwa ya full frame, ina rekodi sehemu hii, yani inakuwa na size maalum ambayo ina rekodi. Lakini ukisikia mtu anarekodi open gate, ina maana sensor nzima inakuwa ina rekodi hiyo kitu, yani sensor nzima inakuwa haijaacha chochote. Kwa hiyo ina rekodi full size na full frame, na inakuwa inachukua haiachi pixel hata moja. Kila kitu kinakuwa kiko ndani na kila kitu kinakuwa kiko sawa. Inakuwa ina rekodi 12K, 8K, 4K, no crop. Alafu frame rate zake zinakuwa ni kubwa sana. Kwa mfano, nikiwaambia frame rate za hii kamera mtashangaa sana, ambacho hicho kitu ambacho nyinyi hamwezi kuelewa. Of course ina crop, sio kama crop, lakini ina crop ukishoot kwenye 90K. Haya, tuanze na hii kamera. Hii kamera ina shoot open gate kwenye 12K 40 fps, yani ni frame ya 40. Kuna mtu anaweza kaniuliza, blaza, si tunahitaji kweli 12K? Hapana, hatuhitaji 12K. Kwa sababu hata miaka ya nyuma huko tulikuwa hatuhitaji 4K, tulikuwa tunashutia 1080. Lakini maisha sasa hivi, ukimtengenezea mteja kazi bila kuwa na 4K hawezi kukuelewa. Maisha sasa hivi tunahitaji 4K kwenda juu, 6K kwenda juu, 8K kwenda juu. Kwa hiyo hata miaka 10 iliyopita tulikuwa hatuhitaji 4K, lakini right now, miaka 10 iliyopita 4K sisi tunaona kama ni kitu cha ajabu. Kama leo tunavyoona 12K, 70K ni kitu cha ajabu, lakini leo hii kila mtu anatamani kuwa na 12K. Na kwa nini hii kamera ina uwezo kurekodi 12K, 6K na 4K bila kucrop? Kutokana na sensor yake. Sensor ya hii kamera inaitwa RGBW. Sensor hii ina miangaza ambayo ya upinde, ambayo inashadadiana kwenye upitaji wa miangaza wa kukusanya zile frame rate. That's why inaweza kupata hizo, wanasema, unajua nikianza kutafsiri Kiswahili kidogo Kiswahili ukianza kutafsiri kidogo kina changamoto, lakini kwa Kiingereza inakuwa sake, twende humo kwa lugha nyepesi tunasema text in Swahili. Kwa hiyo frame rate zake zinakuwa, hii sensor ina rekodi miangaza RGB, na maana kuna mzunguko wa rangi nyingi hapo. That's why hii sensor ilivyoundwa inaweza kurekodi ina rekodi 12K, 8K na 6K with no crop. Na hii sensor mara ya kwanza Blackmagic ametangaza kwa kamera yake moja ambayo inaitwa Blackmagic Alpha Mini. Moja kati ya kamera nzuri, na zile Alpha Mini zote zimequalify na Netflix. So Mazee, I wish ni get hii camera, but it is so expensive. Inauzwa karibuni ni $6,000 huko, $6,500. Umeona kama soko mengine inauzwa $7,000, wengine $5,000, lakini kamera nzuri sana kwa sasa hivi. Na kwa sasa hivi kama una mpango wa kununua kamera kwa ajili ya kurecord music video, hii chukua. Kama unataka kununua kamera kwa ajili ya kufanya live, kurecord music video, movie, documentary, yani uwe na kamera moja ambayo inafanya kazi zote, ni hii Blackmagic Pixels. Ni hii Blackmagic Pixels ina uwezo wa kufanya kazi zote hizo, kwa sababu hauna haja kuitoji siyo ni record siyo nini makolokolo kibao. Wala hauna haja kusema nianze kurekodi sijui vitu gani. Hapana bana, na hii kamera yangu nahitaji kurekodi 8K. Mteja anakuambia nataka 8K hii hapa, nataka 12K hii hapa, nataka 4K hii hapa. Kwa hiyo unaponunua hii kamera unakuwa na uhakika wa kukaa kwenye industry bila kuupgrade kifaa chochote kwa miaka 10 ijayo, kwa sababu leo hii simu tunazotumia sasa hivi zina shoot 4K. Kwa hiyo mpaka simu zikiamia zikaanza kushoot 6K, 8K, kwa mfano kama Samsung nyingi zina shoot 8K, simu zikianza kushuti 12K, ujue wewe bado utakuwa unataka kupiga hela tu, kwa sababu tutafikia kipindi mteja atakuwa hataki 4K tena, anataka 6K au 8K au 12K. Kwa hiyo na maana wewe muda wote huo teknolojia inakuwa na wewe unao tayari una kamera ambayo inaweza kufanya hizo kazi zote vizuri pasipokuwa na longolongo yoyote. Hiyo ni Blackmagic Pixels 12K. Sijui umenielewa mazee. Hii kamera ni kamera nzuri sana.
Yani kama unataka kuingia na kushikilia industry ya sasa hivi na kufanya vitu ambavyo vitashangaza watu na watu wakuelewe wewe ni mnyama kwenye masuala ya kutengeneza movie, documentary, series. Kwa mfano kama sasa hivi Tanzania tumekuwa na muinuko sana kutengeneza series ambazo zinaenda kwenye YouTube, watu wanafanya vizuri sana. Na mimi pia ni mmoja wapo ambao pia nakuja na series yangu. Mazee, hii kamera tunahitaji kuwa nayo na kuimiliki sana, kwa sababu inatusaidia sana kutokana na vitu ambavyo, kutokana na features ambazo zipo. Sijui umenielewa mazee. Na usisahau hii kamera bana bado haijaanza kuuzwa, imetambulishwa tu kwenye market juzi kwenye event ya NAB. Wameintroduce Blackmagic, na hii walichokifanya Blackmagic, walivyotoa pixels ya kwanza ile ambao ni pixels kavu, walisema wenyewe, walijizatiti na kusema kwamba walichokifanya wamechukua Blackmagic 6K Pro wakavisha kwenye body la pixels, ndio walichokifanya. Sasa kwenye hii Blackmagic wamekuja kusema na yenyewe vizuri tu. Uzuri Blackmagic wanaongea kwamba wametoa body, wametoa sensor ya Blackmagic Alsa Mini ya 12K, wamekuja kuipachika huku ambayo waweze kupata kitu bora. So sensor hii inakupa mwangaza zaidi, inakupa picha ambayo unaweza kuziona kwa bora zaidi, ina picha yake, look yake ni bora zaidi hata ya kamera hizi nyingine, zaidi hata Red camera. Red camera hawatumii teknolojia hii sensor. Kwa hiyo nikwambia hii kamera ni bora sana mazee. Ni hatari, kamera ni nzuri sana. Na kwenye market itafanya vizuri sana, itauzwa sana. Kwa mfano mpaka sasa hivi Blackmagic ambayo imeuzwa sana ni Blackmagic Pixels, imeuzwa sana. Watu wameuza sana Blackmagic zao. So na mimi nawashauri ndugu zangu, kama mnahitaji hii kamera kufanyia project, ni kamera yenyewe. Na mtu kama anahitaji kuinunua hii kamera mazee, hii kamera ipo, na kuanzia wamesema wataanza kusupply kwa wateja wanaotaka kuanzia mwezi wa 6 huko ndio itaanza kuwafikia wateja June. Kwa hiyo ndugu zanguni, tunahitaji kutumia hii kamera kwa production. Tunahitaji kununua hii kamera na iweze kutusaidia kwenye masuala ya production. Ukiwa na hii kamera unatekifiga documentary walete, ikija harusi walete, ikija sijui movie walete, ikija sijui mtu anataka kushutia music video anataka high quality walete. Yani ikija kazi yoyote wewe ni walete, kwa sababu haiko limit. When you want to shoot 6K, yes, hiyo hapo. Unataka kushoot 8K, yes, hiyo hapo. Unataka kushoot kitu fulani, hiyo hapo. Yani na kila kitu. Alafu usisahau Blackmagic faili lake ni nzuri sana. Ukitaka kufanya color grading, wana ile kitu kinaitwa Blackmagic Blur. So Blackmagic Raw inafanya ambao wanaita wenyewe wanaita Blur, Blackmagic Blur. Ile Blur ya Blackmagic ni amazing sana. Hata ukiwa haujui ndio unaanza kufanya masuala ya production, ukitumia Blackmagic Raw ni rahisi sana kucorrect color yako. Kama umekosea location wakati una shoot video, uliweka mwanga mwingi, ISO uliweka juu, ukiweka white balance vizuri, itaweza kukusaidia na wewe utaweza kutumia vizuri, utaseti kila kitu chako kitakaa kwenye mstari. Kwa hiyo mimi moja kati ya raw ambazo watu wanakuambia Red, pia Red code ya Red ni bora zaidi ya Blackmagic. Yes, it's okay, but Red is very expensive na ni vizuri. So hii kamera kwa nini naiongelea na kwa nini itangaza? Ndio kamera ambayo tunatakiwa tuimiliki sasa hivi. Nilikuwa nazungumzia C80. Kwa mfano, hii kamera bei yake ni sawa na Canon C80, lakini imemzidi kila kitu C80. Kila kitu imezidiwa C80. Sijui unanielewa? Kila kitu karibuni kila sehemu. Hata Canon C400 imezidiwa pakubwa sana na hii kamera. Ni vitu vidogo sana ambavyo sio muhimu sana, ambavyo wewe usema utafuatilia kwamba siwezi kununua kamera hii kwa sababu ya kitu hichi, hapana. So kwa hiyo ndugu zanguni, na washauri kama mnahitaji kuwekeza kwa ajili ya production na future, na najua sisi wa Tanzania pesa kidogo inakuwa ni ngumu. Kwa kama pesa ni ngumu, tunahitaji kununua kamera ambazo tutakaa nao miaka 6, 7 mpaka miaka 10. So kama unataka kamera ukaa nao muda huo, basi hii ndo kamera ya kukaa, kwa sababu teknolojia siku hizi inakuwa, ukikua teknolojia na wewe inakukuta. Yani sawa leo hii mtu alonunua labda kamera ya 4K miaka ile, 4K bado haijakuwa kwenye market. Kwa hiyo 4K imekuja kuingia kwenye market na imemkuta. Kwa anazidi kuwa na ule ubora. Kwa hiyo leo ukinunua hii kamera itakusaidia from the future na utaweza kufanya kazi kubwa sana. So for me sina pesa kununua hii kamera, na pesa ni nyingi.
I can afford to buy this camera. So kama mtu atahitaji kununua kamera anaweza kushare na mimi. Niko na madistributor, niko na madila ambao wako Marekani, niko na watu kibao ambao wako Marekani huko, wanaweza kutuletea kamera Tanzania na kuletea paka mlangoni kwako. So kama utahitaji, sawa, ikitoka tu wewe niambie bana, mimi nahitaji kununua Blackmagic 12K na hii ndo kamera bora sana kwa sasa hivi. Tupa kamera zote, hii ndo kamera ambayo iko kwenye top kwenye list yangu ya kamera bora 2025. Hii ndo kamera namba 1 kwa sasa hivi. Utaki baki na system yako. Asante sana mazee, nawapenda na kila kitu ninachokihitaji kiko vizuri. Na mazee, kama mna swali, mna comment, ulizeni chini comment yenu, na pia tunaendelea kwenye group letu la WhatsApp lipo, tunaendelea kufundisha na mambo mengine ndio kaa sawa na kila kitu kiko poa. Ndugu zangu, msisahau kusubscribe, kulike na comment. Lati transition zote zipo. Mtu anahitaji kujiunga kwenye group, kujifunza kupiga picha, kuedit picha, kushoot video, kuedit video, akaribia kwenye group langu. Bei rahisi, link iko hapo chini, njoo tuongee na tutajifunza production. Napenda sana.